Sina waka inamea sanamu. Hebu nipatie Ufunuo 14 aya yake 10 na ngapi? Ilikuwa 12. 14:12. Anzia 11. 14:11 Ufunuo. Sema. Nasema. Unasemaje? Na moshi. Maumivu 10. Anzia 10. 10 nasema. Yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya sasa. Anzia 9 ndio ilete vizuri. 9. Na mwingine tumepata wale ambao watapokea chapa. Naam. Na watainamia sanamu ya huyo mnyama. Tulipata watakunywa katika mvinyo ya nani? Ghadhabu. Ya ghadhabu ya Bwana Mungu, si ndio? So tujue mvinyo wa ghadhabu ya Bwana Mungu ni nini? Endelea soma hapo. Inasemaje? Na mwingine malaika watatu akawafuata. Endelea. Akisema. Anasemaje? Anasema kwa sauti. Hebu wewe sikiza, tega masikio yako. Alisema kwa sauti kuu aje? Mtu awaye yote. Akimsujudia huyo mnyama na sanamu yake na akipokea chapa katika nini? Kipaji cha uso wake. Endelea. Au katika mkono wake. Wacha niweke kitu hapo clear. Let me clear the air first. Chenye iko katika kipaji cha uso hapa. Nini nakuwa hapa? Hii ni ubongo, si ndio? Naam. Alafu mkono wako unafanya nao nini? Kazi. Unafanya nao kazi, si ndio? Aya, maana yake ni hivi, wale ambao watakuwa na mafundisho. Huyu mwanamke katika kikombe alikuwa na nini? Ilijazwa nini? Mvinyo wa usherati wake. Ilikuwa inasimamia usherati wake. Maana yake katika Biblia inasema mwanamke akiacha bwanake aende na mwanaume mwingine, amefanya nini? Amezini. Anaitwa kahaba. Na huyu tulipata ni kahaba. Sasa tabia zake zilikuwa ndani ya nini? Ndani ya kikombe hichi. Sasa anatumia hiki kikombe kumnyosha nini? Mataifa. Maana yake ni nini? Katika hiki kikombe imebeba mafundisho ya huyu kahaba. Lenye kanisa linafanya si kahaba ya mume kuingia na mwanamke kwa nyumba. Hapana, ni kahaba ya kuacha mafundisho ya kweli ya Yesu Kristo, aende aige mafundisho za uongo. Sasa katika hii kanisa kuna mafundisho ya uongo. Sasa wenye watapokea haya mafundisho ya uongo waweke katika kinini mwao, wafanye nayo kazi. Naye wale ambao watatenda matendo ya uongo, ya uasi kwa mkono wao watapokea mvinyo wa ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Na mvinyo wa ghadhabu ya Mwenyezi Mungu ni nini? Ufunuo 19. Rudi huko. 19. Ilikuwa 20 ama 21? 19 20. Inasemaje? Yule mnyama akatupwa. Samahani, akakamatwa. Endelea. Na yule nabii wa uongo pamoja naye, yeye aliyefanya hizo ishara mbele zake, ambazo kwa hizo aliwadanganya watu ama mataifa. Endelea. Wale waliipokea ile chapa cha huyo mnyama. Walipodanganywa wakapokea nini? Chapa. Wakapokea nini? Chapa. Wakati wewe unadanganywa kupitia nini? Mafundisho. Na unapokea haya mafundisho. Hiyo ndio chapa. Naam. Hiyo ndio chapa. Si ati kitu kingine. Mtu usitafute ati kuna mtu atakuja anakuchora ati 666. Hapana. Chapa ni mafundisho. Sasa 666 inasimamia hayo mafundisho. Lenye utakuwa umeweka katika akilini mwao. Sasa haya mafundisho wenye watapokea waweke akilini mwao na wafanye kulingana na hayo. For example, mfano ni gani? Leo huyu kanisa walikuja wakatengeneza siku yao ya ibada. Wanasema katika Agano la Kale Mungu alitenga siku ya 7 iwe siku ya pumziko. Lakini katika Agano Jipya siku ya Bwana